Ewana inakuwa vipi mwanahabari 254 Bonga Tube Media, achia mbali simulizi KE. Hujambo na karibu kwenye makala hizi. Tulikuwa tunafuatilia kwa karibu zaidi ishu ya mwanasiasa kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Godbless Lema. Huyu ni mwanasiasa wa chama pinzani cha Chadema. Sasa jana kulikuwa na hali ya mshike kati yake na afisa wa uhamiaji katika mpaka wa Namanga maeneo ya Arusha. Kwa hiyo ilikuwa ni kivumbi na jasho, kwa maana Godbless Lema alikuwa na mpango wa kufika nchini Kenya ndiye angalau apate huduma za kimatibabu, lakini alipofika pale katika mpaka wa Kenya na nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania maeneo ya Namanga, alizuiliwa na maafisa wa uhamiaji kutoka nchini Tanzania. Sasa kuna chapisho ambalo Godbless Lema alikuwa amelifanya katika mitandao ya X. Alikuwa ametweet barua ya uhamiaji na kuandika hivi: nimezuiliwa kinyume na utaratibu wa sheria na Immigration Governing Order. Sina kesi yeyote mahakamani wala hakuna malalamiko yote dhidi yangu jeshi la polisi. Makosa yote ya kiuhamiaji ambayo nimejihusisha na afisa wa immigration pale Namanga. Ni wazi kuwa notisi hii kwa umma imetolewa kwa kinga kwa mamlaka zinazokandamiza watu kwenye mawazo mbadala dhidi ya watawala. Nitafika ofisi za uhamiaji makao makuu. Nimenyimwa haki ya kusafiri na zaidi kupata matibabu Nairobi. Matibabu Nairobi bila sababu ya msingi. Acheni kutesa watu kwa sababu ya hofu na shaka. Sasa hii ni barua ambayo ilikuwa imeandikwa na idara ya uhamiaji Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, idara ya uhamiaji. Na barua hii ilikuwa inasema hivi: kuzuiliwa kwa ndugu Godbless Jonathan Lema. Idara ya uhamiaji imependa kujulisha umma kuwa tarehe 6 Juni mwaka huu katika kituo cha uhamiaji cha mpaka wa Namanga mkoani Arusha, ndugu Godbless Jonathan Lema alizuiliwa kutoka nchini na pasipoti yake ya kusafiri kushikiliwa. Sambamba na zuilio hilo, ndugu Lema ametakiwa kuripoti katika ofisi ya uhamiaji makao makuu kwa ajili ya mahojiano zaidi. Idara inapenda kufahamisha umma kuwa utaratibu uliotumika kumzuia kutoka nchini ni wa kawaida na unatumika kwa raia yote pale ambapo idara imepata taarifa zinazohitaji muhusika kuhojiwa. Aidha, idara ya uhamiaji inatoa wito kwa wananchi kupuuza taarifa za uongo zilizochapishwa na ndugu Lema kupitia mitandao ya kijamii kuwa zuio hilo linawalenga viongozi wote wa Chadema. Imetolewa SSI Paul J. Msele, msemaji mkuu wa idara ya uhamiaji. Kwa hiyo wanasema kuwa taarifa ambayo ilikuwa imetolewa na Lema ya kuwa hii hali ya viongozi kuzuiwa inakuwa na target wanasiasa wa Chadema so kweli. Wanasema kuwa Lema alikuwa anahitajika kuandikisha taarifa kuhusiana na issue fulani. Sasa kuna chapisho ambalo lilikuwa limefanywa na Godbless Lema. Sasa chapisho la kwanza aliandika: bado niko ofisi za uhamiaji mpakani Namanga. Taarifa ni kuwa niko kwenye stop list, hivyo siwezi kusafiri mpaka hapo ambapo hivyo stop list itaondolewa. Nimeambiwa nisubiri kwani wanaendelea kusubiri maelekezo kutoka mamlaka za juu. Alafu baada risali moja tena akatweet akaandika: nimefika mpaka wa Namanga mchana huu, nasafiri kwenda Nairobi. Wakati nafanya process za uhamiaji nimeambiwa na idara ya uhamiaji kuwa kuna zuio kwa viongozi wa Chadema kusafiri kutoka nje ya Tanzania. Niko katika ofisi za uhamiaji nasubiri maelekezo kutoka juu. Wasiwasi ni mkubwa sana na mashaka, siku moja haya mambo yatakwisha kabisa. Sasa inaonekana kuwa hii taarifa ambayo ilikuwa imechapishwa na Godbless Lema ndio ilichukiza idara ya uhamiaji, alafu pia wao wakaamua kutoa yao, wakasema kuwa sasa mlengwa katika hii hali ya kuzuiliwa kusafiri ni Godbless Lema wala si viongozi wote wa chama cha Chadema jinsi alivyochapisha kwenye mitandao ya X Godbless Lema. Kwa hiyo
Lengo lake kuu God bless Lema lilikuwa ni kufika nchini Kenya na kupata matibabu. Alikuwa ametoka maeneo ya Arusha, ambapo hapo sasa ndio kitovu cha asili yake, maeneo ya Arusha. Huyu ni Mchaga, alisafiri hadi mpakani na Manga. Sasa akazuiliwa na maafisa wa uhamiaji ambao walikuwa wanasema kuwa haruhusiwi kusafiri nje ya nchi, kwa maana anahitajika kwa mahojiano zaidi na asasi za kiusalama nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hali hii imekashifiwa na wengi ambao wanamfuatilia kwa karibu God bless Lema na vile chama chake cha Chadema, ambapo nilikuwa nimeona kama John Heche ambaye ni naibu mwenyekiti wa chama cha Chadema. Alikuwa ametweeti kile ambacho God bless Lema alikuwa ameandika, na watu tofauti vile kutweet kile ambacho God bless Lema alikuwa ameandika kwenye mitandao ya kijamii, akiongelelea issue ya yeye kuzuiliwa kusafiri kutoka nchini Tanzania kuelekea nchini Kenya kupata matibabu. Alikuwa ametweet barua ya idara ya uhamiaji, akaandika taasisi zote zinatumika kisiasa kwa manufaa ya CCM. Mmesahau kwamba juzi mlimzuia Amani Golugwa, naibu katibu mkuu wetu. Mmesahau juzi mmemzuia afisa wa chama Remsi wakati anaenda Uganda. Hii ni taarifa ambayo ilikuwa imewekwa na uhamiaji Tanzania kuhusu issue ya God bless Lema kuzuiliwa. Kwa hiyo tunafuatilia kwa karibu habari hizi, na bila shaka tukipata mengi tutakosa kuwajuza nyinyi kama wanahabari 254. Usisahau kusubscribe kwa channel yetu ya Simulizi K India, angalau uendelee kupata taarifa zaidi. Shukrani jidani.